Habari zenu wapendwa, karibu sana kwenye mhadhara hii muhimu ya leo kuhusu historia yetu. Leo tutazungumzia ufalme uliopotea wa Kilimanjaro na wafalme ambao walitawala Tanzania ya kale. Ni hadithi ya ajabu ambayo inafunua utamaduni mkubwa uliokuwepo kabla ya ukoloni. Mlima wa Kilimanjaro haukuwa tu mlima wa kijiografia, bali ulikuwa kitovu cha ustaarabu mkubwa. Falme nyingi zilizuka kwenye miteremko yake, na wafalme hodari walitawala kwa hekima na nguvu. Historia hii imesahaulika kwa miaka mingi, lakini leo nitairudisha kwenye fahamu zenu. Kabla hatujaendelea, naomba mjiunge nasi kama hujafanya hivyo, na pia tuwapindutia video. Utajifunza jinsi jamii ya Wachaga walijenga ufalme wenye utaratibu wa kisiasa uliostahiki. Cats. Mlima wa Kilimanjaro umekuwa makazi ya binadamu kwa miaka zaidi ya 2000. Wachaga, kabila kubwa lililokaa kwenye miteremko ya mlima, walianzisha mfumo wa kifalme. Kila eneo la mlima lilikuwa na mfalme wake mwenyewe ambaye aliitwa Mangi kwa lugha yao. Wafalme hawa walikuwa na mamlaka makubwa ya kisiasa, kijamii na kidini katika maeneo yao. Mfumo wao wa utawala ulikuwa wa kipekee sana na tofauti na mifumo ya Afrika Mashariki. Kabla ya karne ya 19, kulikuwa na wafalme takribani 36. Kila mfalme alitawala jimbo lake kwa uhuru mkubwa kutoka kwa wenzake wengineo. Wafalme hawa walijenga ngome imara za mawe na miti kwenye vilele vya milima. Miji yao ilikuwa na mitaa iliyopangwa vizuri na mifumo ya kumwagilia maji. Blazing. Mfalme mashuhuri kabisa wa historia ya Wachaga aliitwa Mangi Horombo wa Moshi. Aliishi katikati ya karne ya 19 na alitawala jimbo la Moshi. Horombo alijulikana kwa uwezo wake wa kupanga vita na diplomasia yake na majimbo mengineyo. Alifanya mikataba na wafanyabiashara wa Kiarabu waliokuja kutoka pwani ya Bahari Hindi. Aliweka kodi ya biashara ambayo ilikuwa sawa kwa wageni wote wasiokuwa na ubaguzi. Horombo pia alianzisha sheria za kuweka amani kati ya Wachaga na makabila jirani. Alipendwa sana na watu wake kwa sababu alijali maslahi ya maskini na matajiri. Je, unaweza kufikiria ni wafalme gani wengine walitawala maeneo ya jirani ya Kilimanjaro? Acha maoni yako hapa chini. Tunataka kusikia mawazo yako kuhusu wafalme hawa wa zamani. Mfalme mwingine muhimu sana katika historia ya Kilimanjaro alikuwa Mangi Sina wa Kibosho. Aliishi mwanzoni mwa karne ya 19 na alikuwa hodari sana. Sina alijulikana kwa uwezo wake wa kujenga ujuzi wa kiuchumi kati ya majimbo. Aliunganisha wakulima wa kahawa na wafanyabiashara kutoka pwani kwa njia ya biashara. Alifanya mkataba na Wamasai ambao walilinda njia za biashara kwa malipo ya ng'ombe. Mfumo wake wa kodi ulikuwa wa haki na uliwaruhusu wafanyabiashara kupata faida nzuri. Wakati ule ule, aliwalinda wakulima wake dhidi ya mashambulizi ya majimbo mengine ya jirani. Sina pia alianzisha mfumo wa elimu ambao wazee walikuwa wakifundisha vijana historia na mila. Kwa kuongezea, alijengeza mfumo wa mahakama ambapo wagomvi walikuwa wanapata haki haraka. Utawala wake ulileta amani na maendeleo makubwa katika jimbo lake kwa miaka mingi. Historia ya ufalme wa Kilimanjaro haikuwa ya amani tu, bali kulikuwa na mapigano mengi. Katika karne ya 18 kulikuwa na vita vingi kati ya majimbo. Vita hivi vilikuwa vikitokana na kupingana kwa ardhi za kulima na malisho. Wachaga walikuwa na silaha za jadi kama mikuki, mishale na ngao za ngozi. Wapiganaji hodari zaidi waliitwa Warume wa uchawi na walipewa heshima kubwa. Majimbo yenye nguvu zaidi yalifanya ushirikiano na kutawala majimbo madogo zaidi yao. Mifumo ya dola ilikuwa ni ng'ombe, kondoo na mbuzi badala ya pesa za fedha. Wafalme walilipwa kodi kwa mazao ya kilimo kama ndizi, mtama na mahindi. Wafanyabiashara wa Waarabu waliingilia katikati ya karne ya 19 kwa wingi. Hii ilianzisha mabadiliko makubwa katika uchumi na utamaduni wa Wachaga kupitia biashara. Kama bado hujajiunga na channel yetu, naomba ufanye hivyo sasa na toa pindutia. Ufalme wa Kilimanjaro ulikuwa na mfumo wa kidini uliokuwa muhimu sana katika maisha. Wachaga walimwabudu Mungu mmoja waliyemuita Rua
ambaye aliishi juu ya mlima. Kila mfalme alikuwa kuhani mkuu na mpatanishi kati ya Rua na watu wake. Ibada za msimu zilikuwa zikifanywa wakati wa kupanda na kuvuna mazao muhimu. Wafalme walikuwa na mamlaka ya kuomba mvua na kuondoa magonjwa kutoka kwa watu. Wanamitume wa dini waliitwa waganga na walikuwa na elimu ya mitishamba na miti. Wachaga pia waliheshimu roho za mababu zao kupitia ibada maalum za kumbukumbu. Makaburi ya wafalme yalijengwa kwa heshima kubwa kwenye maeneo maalum ya miteremko. Miti maalum ilipandwa karibu na makaburi haya kama alama za heshima na kumbukumbu. Historia ya kidini ya Wachaga imeathiri kabisa mfumo wao wa utawala na sheria. Uchumi wa ufalme wa Kilimanjaro ulikuwa ukitegemea kilimo cha kilele na ufugaji mdogo. Wachaga walikuwa wakulima hodari sana ambao walitumia mbinu za kisasa za kale. Walijengeza mitaro ya maji kutoka visima vya mlima hadi kwenye mashamba yao. Mfumo huu wa umwagiliaji ulipata kuwa mzuri kuliko mifumo mingine ya Afrika Mashariki. Mazao makuu yalikuwa ndizi, mtama, maharagwe na viazi vikuu vya Kwakiliano. Kahawa ilianzishwa baadaye na ikawa mazao muhimu ya biashara na wakulima. Kila familia ilikuwa na shamba lake na ng'ombe wachache wa maziwa na nyama. Biashara ya mbali ilikuwa ni pembejeo, ngozi za wanyama na mazao ya ardhi. Wachaga walipokea chumvi, nguo na vitu vya chuma kutoka pwani. Soko kubwa lilikuwa likifanyika mara moja kwa wiki katika kila jimbo. Wafalme walikusanya kodi ya 10% kutoka kwa biashara yote iliyofanywa. Pesa hizi zilitumiwa kulipa askari, kujenga njia na kusaidia maskini wakati wa njaa. Mfumo wa kijamii wa Wachaga ulikuwa mgumu lakini wenye usawa wa haki. Jamii ilipangwa katika tabaka tofauti kulingana na utajiri na cheo cha kijamii. Wafalme na familia zao walikuwa juu kabisa ya mfumo huu wa kitabaka. Wazee na mashehe wa dini walifuata na walikuwa na heshima kubwa katika jamii. Wakulima walikuwa tabaka kubwa la kati na walilinda mali yao kwa juhudi. Wafanyakazi wa ustadi kama wachongaji, waashi na wafundi walikuwa na hadhi maalum. Watumwa walikuwa chini kabisa, lakini walikuwa wachache sana katika jamii ya Wachaga. Wanawake walikuwa na nafasi muhimu ya kilimo na biashara ndogo katika masoko. Ndoa zilifanywa kwa makubaliano ya familia na mahari yalilipwa kwa ng'ombe. Vijana walipaswa kupita katika mafunzo ya utu uzima kabla ya kuolewa. Je, mfumo huu wa kijamii unafanana na mifumo mingine ya Afrika ya kale? Acha maoni yako ili tujadiliane zaidi kuhusu tofauti na mfanano wa mifumo hii. Wafalme wa Kilimanjaro walikuwa na jeshi imara ambalo liliweza kulinda mipaka. Kila jimbo lilikuwa na askari kama wanaume 1,000 hadi 3,000. Mafunzo ya kijeshi yalianza vijana walipokuwa na umri wa miaka 15. Askari walipewa silaha, nguo za vita na chakula kutoka kwa hazina ya mfalme. Majimbo yenye nguvu zaidi yalikuwa na askari zaidi na silaha bora za chuma. Mikakati ya vita ilihusisha njama, uvamizi wa usiku na hila za kudanganya adui. Askari mashujaa walipewa ardhi na wanyama kama zawadi baada ya ushindi. Majeshi haya pia yalilinda njia za biashara dhidi ya wanyang'anyi na makabila ya uvamizi. Wafalme walifanya muungano wa kijeshi wakati wa hatari kutoka nje ya Kilimanjaro. Mifumo hii ya ulinzi ilichangia ustawi na usalama wa jamii kwa miaka mingi. Vita vilikuwa havifanyiki mara nyingi, lakini majeshi yalikuwa tayari kila wakati. Sanaa na utamaduni wa Chaga ulikuwa ni sehemu na fanyali na baadaye Wamobikili. Sanaa na utamaduni wa kila Wakizmabudi mafamili. Sanaa na utamaduni ulikuwa na sema na kuchabako. Sanaa na Watagamaria walikitumpa kuchavia. Sanaa na utamaduni wa Chaga
ulikuwa ni sema na kuchabako. Sanaa na utamaduni walikuwa fini na mbada ya ushindi. Sanaa na utamaduni ulikuwa ni sema na kuchabako. Sanaa na utamaduni ulikuwa ni sema na kuchabako. Sanaa na utamaduni walikuwa tini maambada ya ushindi. Sanaa na utamaduni ulikuwa na sema na kuchabako. Sanaa na utamaduni ulikuwa ni sema na kuchabako. Sanaa na utamaduni ulikuwa ni sema na kuchabako. Sanaa na utamaduni walikuwa sema na kuchabako. Sanaa na utamaduni walikuwa fini na mbada ya ushindi. Sanaa na utamaduni walikuwa tini na mbada ya ushindi. Sanaa na utamaduni walikuwa tini na mbada ya ushindi. Sanaa na utamaduni walikuwa tini na mbada ya ushindi. Sanaa na utamaduni walikuwa ni sema na kuchabako. Sanaa na utamaduni walikuwa tini na mbada ya ushindi. Vita vilikuwa havifanyiki mara nyingi, lakini majeshi yalikuwa tayari kila wakati. Ulikuwa ni sehemu muhimu ya utu wao. Muziki ulizalishwa kwa ngoma, filimbi na vyombo vya uzi vya kipekee. Ngoma zilikuwa zinachezwa wakati wa sherehe za harusi, mavuno na sherehe za dini. Hadithi za kimajaribio zilisimuliwa na wazee kila jioni kwa vijana wachanga. Michoro ya rangi ilipakwa kwenye nyumba na ngoma kwa mifumo ya kijiometri. Wachongaji wa mbao walichonga sanamu za miungu na mababu kwa ustadi mkubwa. Nguo za jadi zilikuwa ni ngozi za wanyama, lakini baadaye walianza kuvaa vitambaa. Mavazi maalum yalivaishwa na wafalme na wazee wakati wa matukio makubwa. Urembo wa pete, mikufu na vipuli vya chuma na shaba ulikuwa maarufu. Sherehe za kitamaduni zilihifadhi lugha, mila na historia ya Wachaga kwa vizazi vingi. Kufika kwa wazungu katika karne ya 19 kuliathiri sana ufalme. Wachunguzi wa Ulaya walifika kwenye Kilimanjaro mnamo miaka ya 1870. Walikuja kutafuta vyanzo vya mto Nile na kuchunguza milima ya Afrika Mashariki. Johannes Rebmann na Ludwig Krapf walikuwa miongoni mwa wazungu wa kwanza kuona mlima. Hawa wamishonari walipata kukutana na Mangi Masaki wa Kilema mnamo mwaka 1849. Wafalme kadhaa waliwapokea vizuri wageni hawa na kuwaruhusu kufanya kazi zao. Lakini mabadiliko makubwa yalikuwa yakija haraka sana kutoka baada ya hapo. Wakoloni wa Kijerumani walifika mnamo miaka ya 80 ya karne ya 19. Walitaka kudhibiti biashara na ardhi nzuri za Kilimanjaro. Sheria yao mpya. Wafalme wa Kilimanjaro walipinga, lakini walikuwa na silaha dhaifu sana dhidi ya bunduki. Vita vilianzisha, lakini hatimaye Wajerumani walidhibiti eneo lote kwa nguvu za jeshi. Mangi Meri wa Moshi alikuwa kiongozi mashuhuri aliyepinga ukoloni wa Kijerumani. Aliishi mnamo karne ya 19 na alikuwa jasiri sana. Meri alipinga kutoa ardhi zake kwa wakoloni na kupinga kodi mpya zilizotakiwa. Aliwaunganisha wafalme wenzake kupigana dhidi ya utawala wa kigeni wa Wajerumani. Hata hivyo, Wajerumani walikuwa na nguvu kubwa za jeshi na silaha bora. Meri alikamatwa na kufungwa na baadaye alifukuzwa kutoka kwenye utawala wake. Vita vya upinzani viliendelea kwa miaka michache, lakini mwishowe vilishindwa kabisa. Mnamo mwaka 1909, Ujerumani walidhibiti Kilimanjaro kwa ukamilifu. Mfumo wa kifalme ulibaki kidogo, lakini wafalme hawakuwa na mamlaka ya kweli. Utamaduni na historia ya Wachaga uliendelea, lakini kwa njia mpya za ukoloni. Nataka kusikia rai zako kuhusu jinsi ukoloni ulivyobadilisha jamii za Afrika za kale. Andika maoni yako kwa kina hapa chini. Tunapenda kusoma mawazo yenu yote muhimu. Baada ya vita vya kwanza vya dunia, Tanganyika ilipinduliwa na kuwa taifa la Uingereza. Wafalme wa Kilimanjaro walipata ruhusa ndogo ya kudumisha hadhi zao za jadi. Mfumo wa utawala wa moja kwa moja
ulibadilishwa kuwa utawala wa papo hapo. Wafalme walifanya kazi kama viongozi wa serikali za kikabila chini ya mamlaka ya Uingereza. Hii ilimaanisha walikuwa na mamlaka kidogo ya mambo ya ndani ya jamii, lakini masuala makubwa ya uchumi na siasa yalikuwa chini ya Uingereza tu. Sheria za Kiingereza zilienea na kuchukua nafasi ya sheria za jadi za Kichaga. Mfumo wa elimu wa kikoloni ulianzishwa na watoto walianza kwenda shule za Kiingereza. Dini ya Kikristo ilianza kuenea sana na kuathiri imani za jadi za Wachaga. Hata hivyo, Wachaga waliweza kuhifadhi lugha yao na baadhi ya mila zao. Historia ya ufalme iliendelea kusimulizwa na wazee kwa vijana kupitia hadithi. Katika miaka ya 80 na 30 hadi 40 ya karne ya 20, harakati za uhuru zilianza. Wachaga walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kushiriki harakati za kupigania uhuru. Chama cha Taifa cha Wachaga kilianzishwa na kutetea haki za jamii yao. Wachaga walikuwa na elimu ya juu zaidi kuliko makabila mengine kwa sababu ya shule nyingi. Viongozi kama Joseph Kimalando na Petro Njau walichangia sana harakati za uhuru. Thomas Mariel alichaguliwa kuwa Paramount Chief wa Wachaga mnamo miaka ya 40. Alitumia nafasi yake kuunga mkono harakati za uhuru za Tanganyika nzima. Wachaga walichangia fedha na watu katika harakati za tano za Julius Nyerere. Mnamo mwaka 1961, Tanganyika ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza. Baada ya uhuru, wafalme wa jadi waliondolewa mamlaka yao rasmi na serikali mpya. Lakini hadi leo, familia za wafalme zinaheshimiwa sana na Wachaga na jamii nyingine. Ufalme wa Kilimanjaro uliwacha urithi mkubwa katika historia ya Tanzania na Afrika. Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji wa Wachaga unatumiwa hadi leo na wakulima. Utaratibu wa jamii na heshima kwa wazee unabaki muhimu katika utamaduni wa Kichaga. Historia ya ufalme huu inatufundisha umuhimu wa utawala wa haki na ushirikiano. Wachaga wanajivunia historia yao na wanaendelea kuhifadhi mila na lugha yao. Falme nyingi za Afrika zilikuwa na mifumo yenye hekima kabla ya ukoloni na hatuwezi kuzisahau. Kilimanjaro sio mlima wa asili tu, bali ni ishara ya ustaarabu mkubwa. Tunawajibika kuhakikisha historia hii inajulikana na vizazi vyote vijavyo kwa umakini. Vijana lazima waelimishwe kuhusu wafalme na walivyojenga jamii imara za kisiasa. Historia ya ufalme wa Kilimanjaro ni sehemu ya utambulisho wetu kama Watanzania wa leo. Tunapaswa kuiheshimu na kuijifunza ili tusisahau mizizi yetu ya kweli. Una mifano mingi ya kuiga kutoka kwa wafalme wa Kilimanjaro wa zamani. Uongozi wao ulikuwa na haki, hekima na ulinzi wa jamii kupitia sheria nzuri. Walithamini elimu ya vijana na usalama wa wazee na watoto wao wote. Walifikiri kwa muda mrefu kuhusu manufaa ya jamii zaidi ya manufaa ya binafsi. Walijenga mifumo ya uchumi iliyostahimili wakati mgumu wa njaa na magonjwa. Utamaduni wao ulikuwa tajiri na ulihifadhi historia kupitia masimulizi na sanaa. Hii ni mambo ambayo tunaweza kuyatumia katika maisha yetu ya leo. Viongozi wa leo wanaweza kujifunza kutoka kwa hekima ya wafalme wa kale. Jamii zetu zinaweza kuwa imara zaidi tukiwa na heshima kwa historia yetu. Ustaarabu wa Afrika ulikuwa mkubwa na hautakiwi kusahauliwa au kudharauliwa na mtu. Ni jukumu letu kushiriki historia hii kwa wengine wote wanaotaka kujifunza. Prohibits, mfumo wa urithi wa utawala katika jamii ya Wachaga, ulikuwa wa kipekee sana. Mfalme hakuwa anarithi cheo chake moja kwa moja kutoka kwa baba yake. Badala yake, wazee wa jimbo walikusanyika na kuchagua kiongozi bora zaidi kutoka familia ya kifalme. Mwana wa mfalme aliyekuwa na hekima, ujasiri na uwezo wa kuongoza ndiye alichaguliwa.
Hii ilimaanisha kwamba si wana wa kwanza wote walipata kuwa wafalme baada ya baba zao. Wakati mwingine, ndugu wa mfalme au hata mjukuu alichaguliwa kama alikuwa bora zaidi. Mfumo huu ulihakikisha kwamba viongozi wenye sifa zilizohitajika walitawala kila wakati. Walipokufa, wafalme walibadilishwa haraka ili jimbo lisiwe bila kiongozi kwa muda mrefu. Mara nyingi, wazee walifanya mazishi makubwa yenye sherehe za dini na utamaduni. Sherehe hizi zilikuwa zinachukua siku nyingi na kuhudhuria na watu kutoka majimbo mengine. Majukumu ya mfalme yalikuwa mengi sana na alihitaji nguvu kubwa za kiakili. Mfalme alihukumu makosa yote makubwa na madogo katika jimbo lake kwa haki. Pia alikuwa kiongozi wa jeshi na ndiye aliyeamua lini kuanza vita au kufanya amani. Katika nyakati za mvua, mfalme alifanya ibada maalum za kuomba ruwa kutuma mvua. Wakati wa janga la njaa au magonjwa, aliwajibika kutafuta njia za kusaidia watu wake. Mfalme alipanga biashara ya jimbo lake, majimbo mengine kupitia wajumbe wake. Alilinda sheria za jadi na kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake. Katika sherehe za kidini na kitamaduni, mfalme alikuwa mhusika mkuu na kiongozi wa ibada. Alitunza hazina ya jimbo na kuhakikisha kwamba mali inagawanywa kwa haki kwa wote. Je, unaweza kufikiria ni changamoto zipi walizonao wafalme wakati wa utawala wao? Tuambie mawazo yako kuhusu maisha ya wafalme wa kale wa Kilimanjaro hapa chini. Familia za kifalme za Wachaga zilikuwa na sheria maalum za maisha na tabia. Wana wa wafalme walipaswa kuolewa na binti wa familia nyingine za kifalme tu. Hii ilijenga uhusiano wa kisiasa kati ya majimbo tofauti kupitia ndoa hizo. Mabinti wa wafalme waliolewa kwenye majimbo mengine walikuwa wajumbe wa amani na ushirikiano. Familia za kifalme ziliishi kwenye ngome kubwa zilizojengwa kwa mawe na miti imara. Nyumba hizi zilikuwa kubwa na zenye vyumba vingi vya kulala na kukutania wageni. Wafalme walikuwa na wake wengi, lakini mke mmoja tu alikuwa malkia rasmi. Malkia alikuwa na mamlaka ya kusimamia mambo ya nyumbani na kuwashauri wanawake wengine. Watoto wa familia za kifalme walipata elimu maalum kutoka kwa walimu wa familia. Walifundishwa historia, sheria, lugha na ujuzi wa kisiasa tangu wakiwa wadogo sana. Maisha ya familia za kifalme yalikuwa na heshima kubwa, lakini pia majukumu makubwa. Mifumo ya mahakama katika ufalme wa Kilimanjaro ilikuwa na utaratibu madhubuti wa haki. Kila jimbo ilikuwa na mahakama 3 za ngazi tofauti za kusikia mashtaka. Mahakama ya chini ilikuwa inashughulikia makosa madogo kama migogoro ya mipaka ya mashamba. Mahakama ya kati ilishughulikia masuala ya ndoa, urithi na biashara kati ya watu. Mahakama ya juu ya mfalme mwenyewe ilishughulikia makosa makubwa kama mauaji na uhaini. Wazee na mashehe walitumika kama majaji kwenye mahakama hizi tofauti za kisheria. Kila upande uliruhusiwa kuleta mashahidi na ushahidi wake mbele ya mahakama hiyo. Hukumu zilipaswa kuwa za haki na kulingana na sheria za jadi za jamii. Adhabu kwa makosa yalikuwa ni faini za ng'ombe, kufukuzwa au hata kifo kwa makosa makubwa. Mfumo huu ulihakikisha kwamba haki inapatikana na amani inadumishwa katika jamii nzima. Mahakama za mfalme ziliaminika sana na watu walikuwa wakitoka mbali kusikia hukumu. Uhusiano wa Wachaga na makabila ya jirani ulikuwa wa tofauti kulingana na wakati. Wamasai ambao walikuwa jirani wa kusini walipiga biashara na Wachaga kwa miaka mingi. Wachaga walipata ng'ombe na maziwa kutoka kwa Wamasai kwa kubadilishana na mazao. Lakini pia
kulikuwa na vita mara kwa mara wakati wa Masai walipora ng'ombe. Wapare ambao walikuwa mashariki walikuwa na uhusiano wa karibu wa kitamaduni na Wachaga. Walibadilishana maharusi na kuunda ushirikiano wa kidiplomasia kwa vizazi vingi. Hatimaye, makabila ya Waarusha na Wameru pia yalikuwa na uhusiano mzuri wa biashara. Kabila la Wakamba kutoka Kenya walikuwa wafanyabiashara wakubwa walioletea bidhaa kutoka mbali. Wachaga walilinda mipaka yao kwa bidii, lakini pia walifungua njia za biashara. Uhusiano huu wa kimakabila ulileta ustawi na ushirikiano katika eneo lote la Kilimanjaro. Vita vilitokezea wakati wa mgogoro wa ardhi au wakati wa ukame mkubwa. Kennedy. Teknolojia ya Wachaga katika kilimo na uzalishaji ilikuwa ya hali ya juu sana. Walikuwa na ujuzi wa kuchimba mitaro ya maji kutoka visima vya mlima. Mitaro hii ilikuwa mirefu kilomita nyingi na ilipeleka maji hadi kwenye mashamba yote. Walitumia mbinu za kuteremsha maji kwa kutumia mvutano wa ardhi na miteremko. Katika mashamba walijenga mifumo ya kulima kwa ngazi ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Walipanda miti maalum kando ya mashamba ili kulinda mazao dhidi ya upepo mkali. Wachaga pia walikuwa na ujuzi wa kutengeneza jembe, panga na visu vya chuma. Walikuwa na mafua ambapo waliyeyusha chuma kutoka kwenye madini ya mlimani wao wenyewe. Fundi wa vyuma walikuwa watu wenye heshima kubwa kwa sababu ya ujuzi wao muhimu. Teknolojia hii ilisaidia Wachaga kuwa na kilimo chenye tija kuliko makabila mengine. Pia waliweza kutengeneza silaha bora za kupigania mashamba na mipaka yao wenyewe. Mfumo wa elimu wa Wachaga ulikuwa wa namna ya kupitishia ujuzi kwa mdomo. Wazee wa jamii walikuwa walimu wakuu wa historia, sheria na mila za watu. Vijana wa kiume walikusanyika jioni ili kusikiliza hadithi na masimulizi ya uzoefu. Wazee walisema hadithi za wafalme wa zamani na vita vilivyopigwa miaka mingi. Vijana walijifunza kuhusu miti ya matibabu na jinsi ya kutumia miti shamba kwa hekima. Wasichana walielekezwa na mama zao na wazee wa kike kuhusu majukumu ya kike. Walijifunza jinsi ya kulima, kupika na kutunza familia zao kwa ustadi mkubwa. Kila mtu alipaswa kujua historia ya familia yake na kabila lake kwa kina. Elimu hii ya jadi ilihakikisha kwamba utamaduni unaendelea kutoka kizazi hadi kizazi kingine. Hakukuwa na shule rasmi, lakini elimu ilipatiwa kwa uzoefu wa kila siku. Vijana walipigwa adhabu kama hawakuelewa masomo au kama hawakuonyesha heshima kwa walimu. Mavazi na urembo wa Wachaga ulibadilika sana kwa muda wa miaka kadhaa. Hapo awali, watu walivaa ngozi za wanyama kama kondoo na mbuzi zilizochanikwa. Ngozi hizi zilitengenezwa kwa ujuzi na kufanywa laini kwa mafuta ya mimea. Wanaume walivaa ngozi fupi, wakati wanawake walivaa ngozi ndefu zilizofunika mwili wote. Mikufu ya ushanga na vipuli vya chuma vilikuwa vinavaliwa na wanawake wengi. Pete za shaba na chuma zilivaliwa kwenye vidole na mikono na miguu. Nywele zilikuwa zinaandaliwa kwa mitindo tofauti kulingana na umri na hadhi ya kijamii. Wafalme walivaa mavazi maalum ya ngozi za chui na maskini ya ndege wa ajabu. Kichwa cha mfalme kilikuwa na taji maalum iliyotengenezwa kwa manyoya na shanga za thamani. Baada ya kuja kwa Waarabu, nguo za kitambaa zilianzisha kutumiwa na watu wa tabaka la juu. Mavazi yaliendelea kubadilika hadi wakati wa ukoloni ulipotoa nguo za kisasa za Ulaya. Chakula na mlo wa Wachaga ulikuwa ukijumuisha mazao mengi ya mlima wao. Ndizi zilikuwa chakula kikuu, zilipikwa kwa njia tofauti nyingi za kupendeza. Mtori ulikuwa mlo maarufu uliotengenezwa kwa ndizi na nyama ya ng'ombe na maziwa. Makande ya mahindi na maharagwe yalikuwa chakula muhimu cha kila siku cha familia. Viazi vikuu vilikuwa vinachomwa au kuchemshwa
na kuliwa na mboga za majani. Nyama ya ng'ombe, kondoo na mbuzi ilikuwa inaliwa wakati wa sherehe na matukio makubwa. Pombe ya jadi iliyotengenezwa kutoka ndizi au mtama ilikuwa inakunywa na wazee. Maziwa yalitumika sana kutengeneza mtindi na siagi kwa familia na kwa biashara. Asali ya mwitu ilikusanywa na kutumika kwa utamu na kama dawa ya magonjwa. Wachaga hawakula samaki sana kwa sababu hawakuwa na maziwa makubwa karibu nao. Chakula chote kilikuwa kikipikwa kwa kuni na kwa sufuria za udongo au chuma. Kula kulikuwa ni wakati wa kuunganisha familia na kushiriki habari za siku. Dini na imani za Wachaga zilikuwa zikipiga mizizi kwa kina katika maisha yao. Mungu Rua alikuwa anaishi juu ya mlima wa Kilimanjaro na angatazama chini. Rua aliaminiwa kuwa mwenye nguvu ya kuleta mvua, afya na mavuno mazuri. Wachaga walimwabudu kwa kumtolea sadaka za wanyama na pombe ya jadi kwenye mahali matakatifu. Miungu midogo mingine iliaminika kuwa na mamlaka ya mambo maalum kama vita au ugonjwa. Mizimu ya babu na mababu ilikuwa muhimu sana na iliheshimiwa kwa ibada za kila wakati. Familia zilitoa sadaka kwenye makaburi ya wazee ili kupata baraka na ulinzi wao. Waganga wa dini walikuwa na ujuzi wa kuwasiliana na mizimu na kutoa ushauri wa kiroho. Miti na mawe fulani yaliheshimiwa kama mahali pa uwepo wa nguvu za kiroho. Wachaga walitambua kwamba kila kitu katika asili kina roho na inapaswa kuheshimiwa. Sherehe za dini zilikuwa za pamoja na zilihusisha ngoma, nyimbo na sadaka za pamoja. Imani hizi ziliendelea hadi kuja kwa dini za Kiislamu na Kikristo baadaye. Mewa Kilimanjaro inatoa somo kubwa kwa sisi sote leo. Tunajifunza kwamba falme za Afrika zilikuwa na mifumo ya kisiasa yenye hekima kabisa. Utawala wa haki, uchumi imara na utamaduni tajiri vilikuwepo miaka mingi. Ukoloni uliharibu mfumo huu, lakini haujaweza kuufuta kabisa kutoka akili za watu. Wachaga wameendelea na baadhi ya mila na heshima za wafalme wao wa zamani. Kila kabila la Tanzania lina historia yake ya falme na viongozi wenye hekima. Ni wajibu wetu kuhakikisha historia hizi zinaendelezwa na kusomwa na watu wote. Sasa naomba, kama umefurahia mjadala hii, jiunge na chaneli yetu Ufalme Uliopotea Leo. Toa pindutia ili wengine waweze kuona maudhui haya ya thamani kubwa sana. Andika maoni yako kuhusu somo gani umejifunza kutoka kwa historia hii nzuri. Asante sana kwa kunisikiliza, na tutaonana kwenye mjadala ijayo ya kusisimua zaidi.